Naitwa Brigedia Jenerali Hassan Rashid Mabena, mkuu wa utawala Jeshi la Kujenga Taifa. Lakini kwa upande wa michezo ni mlezi wa timu teule za JKT, kwa maana ya timu za mpira wa miguu, mpira wa mikono na michezo mingine kama riadha, ngumi na michezo yote kwa ujumla ndani ya Jeshi la Kujenga Taifa. Lakini pia vile vile ni mwenyekiti wa kanda ya michezo ya Jeshi la Kujenga Taifa katika michezo ya majeshi au tunasema BAMATA kama inavyofahamika. Leo hii nimesimama nikiwa na furaha nyingi tarehe 27 mwezi wa 10 mwaka 2025, nikiwa tupunde draw kwa ajili ya mashindano ya klabu bingwa Afrika wanawake ambayo inasimamiwa na shirikisho la mpira Afrika CAF, ikiwa imetoka kufanyika. Na katika draw hiyo iliyofanyika, timu ya JKT Queens kutoka Tanzania ambayo inawakilisha ukanda wa Sekafa. Nikisema ukanda wa Sekafa nazungumzia ukanda wa Afrika Mashariki, ambapo ina jumla ya nchi 9. Katika nchi hizo 9 iko nchi ya Tanzania, kwa maana Tanzania bara, iko Zanzibar, iko Kenya, iko Uganda, iko Rwanda, iko Burundi, iko South Sudan, iko Eritrea pamoja na Ethiopia. Mashindano haya yalifanyika nchini Kenya, Nairobi, kuanzia tarehe 5 ya mwezi wa 9 na yakatamatika tarehe 16, ambapo JKT Queens ndio aliibuka kuwa bingwa wa mashindano hayo kwa ukanda wa Sekafa, kwa maana ya Afrika Mashariki. Kwa hiyo JKT katika draw ile ambayo imehusisha timu 8 kutoka katika kanda mbalimbali kama ambavyo imeonyeshwa. Kwa hiyo katika draw hiyo JKT imeangukia katika kundi B, na kundi B lile lina bingwa wa mashindano ya msimu uliopita, kwa maana msimu wa mwaka 2024, ambapo bingwa alikuwa ni TP Mazembe kutoka nchi ya DRC, kwa maana ya DR Congo. Kwa hiyo atashiriki na timu nyingine ikiwepo timu ya ASEC Mimosas kutoka Ivory Coast na timu ya Gaborone United Ladies kutoka Botswana. Kwa hiyo kundi B litahusisha timu hizo nilizosema, na kwa mujibu wa ratiba ambayo imeonyeshwa hapa, moja kwa moja tarehe 9 JKT Queens wataanza kupeperusha bendera ya Sekafa, kwa maana ya uwakilishi wa kanda ya Afrika Mashariki, ambapo watacheza na timu ya Gaborone United katika mchezo utakaofanyika katika jiji la Cairo nchini Misri. Na baada ya hapo tarehe 12 JKT Queens tena watakwenda kutupa karata yao ya pili, wakiweza kucheza na timu ya ASEC Mimosas kutoka Ivory Coast. Na mchezo wa mwisho kwa hatua ya makundi utachezwa tarehe 15 mwezi Novemba, ambapo watacheza na bingwa mtetezi TP Mazembe katika jiji hilo la Cairo, lakini ratiba viwanja itatoka baadaye. Na baada ya mchezo huo sasa ndio tutaona kama JKT Queens watakuwa wameweza kusonga kwenda kwenye hatua ya nusu finali. Kwa kuwa ni timu 8 zinashiriki na kila grupu lina timu 4, basi ili JKT Queens aweze kusonga na kwenda kwenye hatua ya nusu finali, anatakiwa na amalize nafasi 2 za juu, ama nafasi ya kwanza ama nafasi ya pili. Kama atashika nafasi ya kwanza katika kundi lake B, maana yake atakutana na mshindi wa pili wa kundi A ambalo lina mwenyeji kutoka Egypt. Na kama atashika nafasi ya pili, maana yake atakwenda kushindana na mshindi wa kwanza wa grupu A katika hatua hiyo ya nusu finali. Na kama atashinda katika hatua ya nusu finali, basi moja kwa moja ataingia finali mashindano hayo. Kwa mujibu wa ratiba iliyotolewa, mashindano hayo yataanza rasmi tarehe 8 na yatakamilika tarehe 21, ambapo kutakuwa kuna michezo miwili. Mchezo wa kwanza utakuwa ni mchezo wa kumtafuta mshindi wa 3 na wa 4, na mchezo wa pili utakuwa ni wa kumtafuta bingwa na mshindi wa pili wa mashindano hayo. Kwa hiyo mchezo wa ufunguzi utafanyika tarehe 8, ambapo mwenyeji kutoka Misri atacheza na ile timu ya Asfar ya Morocco katika mechi ya ufunguzi. Kwa hiyo tu niseme kitu kimoja, JKT Queens sio mara yao ya kwanza kwenda kushiriki mashindano haya. Ikumbukwe mwaka 2023 waliweza kulichukua kombe la Sekafa
ambayo mashindano haya yalifanyikia nchini Uganda. Kwa hiyo walishinda mashindano hayo na wakaenda kuiwakilisha Tanzania katika mashindano yaliyofanyika nchini Ivory Coast, lakini timu ya JKT Queens waliweza kutolewa katika hatua makundi, kwani walimaliza wakiwa nafasi ya 3. Kwa hiyo ilikuwa ni mara ya kwanza kwa JKT Queens kwenda kule, lakini safari hii tena mashindano haya yamefanyikia nchini Kenya kama nilivyosema Nairobi, na JKT Queens kuibuka kidedea kuwa mabingwa wa Sekafa na kwenda sasa kuiwakilisha JKT Queens katika mashindano haya ambayo yatafanyika tarehe 8 kama nilivyosema hadi tarehe 21 mwezi wa Novemba mwaka 2025. Sasa nini tutegemee? JKT Queens mara tu baada ya kuwa mabingwa walirudi kuendelea na maandalizi, na ikumbukwe tu pazia la ligi kuu ya Tanzania kwa wanawake litafunguliwa tarehe 6 mwezi wa 11, na kabla ya kufungua ligi hiyo huwa kuna ngao ya jamii. JKT Queens alishiriki kwa kuwa alikuwa ndo bingwa wa nchi, na kwa kweli alionyesha kabisa kwamba wamejiandaa na wako tayari kwa ajili ya kwenda kwenye mashindano makubwa haya. Hiyo ilijidhihirisha pale walipoweza kuwatoa timu ya Yanga Princess katika hatua ya mtoano kwa maana ya nusu finali kwa kuwafunga kwa mikwaju ya penalty na kufanikiwa kusonga mbele, na kwenye finali kuweza kuwafunga Simba Queens jumla magoli 2-1 na kuweza kuchukua ngao ya jamii kwa mara ya pili mfululizo, ikiwa mwaka jana walichukua na mwaka huu tena wamechukua. Na ikumbukwe kwamba JKT Queens wachezaji wake wengi ndio wanaenda kuunda kikosi cha timu ya taifa ya wanawake Tanzania Twiga Stars, na sote tunakumbuka hivi karibuni tarehe 21, tarehe 22 ya mwezi huu wa 10 waliweza kupambana na timu kutoka Ethiopia kuweza kuqualify katika mashindano ya WAFCON yatakayofanyika Februari mwaka kesho, ambayo yatashirikisha sasa timu za taifa za Afrika katika mashindano ya kugombea ushindi wa Afrika kwa wanawake. Kwa hiyo kikosi ambacho kinaundwa na wachezaji wengi kutoka JKT Queens waliweza kuiadhibu timu ya Ethiopia jumla mabao 2-0, na hivi ninavyozungumza wamesafiri wamekwenda nchini Ethiopia kwa ajili ya mchezo wa marudiano, ambapo wanahitaji kufungwa labda goli 1 au kwenda sare aina yoyote na kuweza kufanikiwa kufuzu katika mashindano ya AFCON yatakayofanyika mwakani kuanzia mwezi Februari, ambapo kama nilivyosema kikosi hicho kinaundwa kwa kiasi kikubwa na wachezaji wa JKT Queens. Mechi yao itachezwa siku ya tarehe 28 ambayo ni kesho tu, ambapo mpaka kesho tutakuwa tumeshajua kama timu ya wanawake ya Tanzania Twiga Stars imefanikiwa kusonga mbele. Hiyo yote ni maandalizi kwa ajili ya kwenda kucheza klabu bingwa hii, kwani watakaporudi watakuwa na siku chache tu za kuendelea na maandalizi ya mwisho kabla ya kusafiri tarehe 5 mwezi wa 11 kuelekea sasa katika jiji la Cairo nchini Misri kwa ajili sasa ya kujiwinda na mashindano makubwa kabisa barani Afrika. Mimi niseme tu kwa namna JKT Queens walivyoandaliwa toka ligi ya ndani, kama nilivyosema ngao za jamii zote ya mwaka jana na mwaka huu, yote hii ni maandalizi makubwa ambayo wachezaji wetu wameweza kuyafanya, lakini pia kuweza kwenda kushiriki mashindano ya Sekafa na kuchukua na kuendelea kutoa mchango mkubwa katika timu ya taifa, inaendelea kuwaimarisha wachezaji wetu kisaikolojia, lakini pia inaendelea kuwapa uzoefu wa michezo ya kimataifa. Naamini kwamba timu zote 7 ukiachilia mbali JKT Queens zinazoshiriki katika mashindano haya ni mabingwa katika kanda zao. Tujue kwamba Afrika ina nchi 54, lakini ni timu 8 tu ndizo zilizofanikiwa. Kama nilivyosema kwa ukanda wa Sekafa ambapo JKT Queens wanakwenda kuwakilisha, ina jumla ya nchi 9. Hivyo zile kanda nyingine zote, kanda ya kati, kanda ya Afrika Kusini, kanda ya Afrika Magharibi A, zone A, Afrika Magharibi zone B, lakini pia vile na ule ukanda wa kule kaskazini, kote huko wanakwenda mabingwa ambao wanawakilisha sio chini ya nchi 5 mpaka 9 kama ambavyo nimetoka kuelezea. Kwa hiyo unaona ni timu imara na ni timu ambazo zina weledi wa hali ya juu sana katika kusakata kabumbu, zinakwenda kukutana. Kwa hiyo ni mabingwa hawa wanakwenda kukutana. Kwa hiyo JKT Queens atakwenda kukutana na mabingwa wenzake, ligi ambayo itakuwa ni ngumu sana. Kwa hiyo na sisi tumejiandaa kuhakikisha kwamba kama katika msimu ule wa mwaka 2023 tuliweza kumaliza tukiwa katika nafasi ya 3, basi zile changamoto ambazo zilitupelekea sisi kumaliza nafasi ya 3 tumekaa, tumepambana nazo, tumeweza kuzifanyia utafiti wa kutosha, na sasa hivi kikosi chetu
kiko imara kabisa kuhakikisha kwamba tunakwenda kumaliza nafasi 2 za juu katika kundi letu B na kuhakikisha kwamba tunasonga hatua ya nusu finali na hatimaye kufika finali. Mungu ibariki JKT Queens, Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Sekafa au niseme ukanda wa Afrika Mashariki wenye nchi 9 ambapo JKT Queens ni mwakilishi wao. Asante.